Bwana Yesu Kristo asifiwe. Niite Daniel Cheremwami Bisimwa, ni mtumishi wa Mungu mjini Goma, na Mungu amenipatia neema ya kutangaza injili kwa mataifa ulimwenguni pote. Niko na versi ambayo natafuta tudevelope pamoja ili kuelewa ni nini mpango wa Mungu, na iko katika Luke 7:11. Na habari za neno hili ni mama moja ambaye alifiwa na mtoto, na wakati amefiwa na mtoto ilikuwa kwenye nchi ya Naini. Kilichonishangaza zaidi ni ya kwamba wakati mama amefiwa na mtoto wake, bavoise yote hawakumsaidia kwa kitu isipokuwa kumsaidia kwenda kuzika tu mtoto wake. Wenyeji wa nchi wote hawakumsaidia na kitu chochote isipokuwa walimsaidia tu kwenda kuzika mtoto, kumumalizia, kumubeba mpaka mwisho, akufe lote, apotee lote, asionekanake lote, na hakuna eforo yote walifanya kusema mtoto afufuke, mtoto akue hai, mtoto akue vizuri. Hawakufanya hiyo. Kilichonipa moyo ni ya kwamba wakati mama amefisha, wamechukua mtoto wake na kweli wamemsaidia kulia tu, wamemsaidia kwenda kuzika mtoto tu, kukajitokeza mtu mmoja kutoka mbali. Haleluya! Na huyu mtu aliyetoka mbali anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Badala ya kutoka mbali, hakuja peke yake. Yesu akaja na wanafunzi wake wote, na wakafika kwenye mji wa Naini. Njiani biko wanenda zika mtoto, na Yesu akamwambia hapana, tuweni jeneza. Na wakati walipotua jeneza lile, Yesu akafanya nini? Akawaambia kwamba huyo mtoto mfunue jeneza. Wakafunua jeneza, na pale pale akamwita mtoto akasema, amka. Balikuwa wanyenda zika, balikuwa wamejua kwamba historia imeisha, balikuwa wamejua kwamba hakuna kitu tena kiko pale. Bakatua, Yesu akasema mtoto amka. Cha kunishangaza iko kumlamusha tu, lakini pia akamfanya kuwa hai na akamupea mama yake. Kwenye kulikuwa matanga, kulikuwa kusindikiza mtu wa kilio, kulikuwa kufurahia. Wengine badui kwa kufurahia, maraba alikuwa anajivuna amefisha, alikuwa amejivuna amepoteza, alikuwa amejivuna ameharirikiwa. Bote wakakaa kimya, sababu Yesu akifika mu maisha ya mtu ni lazima kilichokufa kiwe hai. Hata maishani mwako mwako unanifuata, chochote kilichokufa, hakuna kitu bavoise batakusaidia yako, hakuna kitu batu batakusaidia yako, bali wote kwa natarajia kwa msaada hawatakusaidia. Lakini atakaye kusaidia ni yule ambaye aliyetoka mbinguni, yule ambaye aliyetoka kwa Baba, yule ambaye anaitwa Yesu Kristo wa Nazareti. Ule ndio alishuka, haleluya, akamsaidia yule mama, na ule ndio msaada wako pia na wewe. Acha nizungumzie neno kuhusu nchi yetu. Unajua nchi ya Kongo ni kama vile mtoto ambaye amefariki, na wakati amefariki, bavoise bote, hakuna mtu aliyemjia kwenye msaada. Wote wakakaa kimya. Kila mtu alikuwa anakuja ili ya kwamba kuizika, anakuja ili ya kwamba kuipie, anakuja ili ya kwamba kuibomoa, anakuja ili ya kwamba isifike tena kuna nafasi ya kufufuka. Lakini ashukuriwe Mungu wa mbingu na nchi ambaye amemtuma Yesu Kristo kutoka mbali, amekuja kwetu tena, amempitia mtu kwa hakika nchi kutoka mbali Amerika, ili ya kwamba akuja kuokoa nchi ya Kongo. Wote wanaofikiri ya kwamba nchi ya Kongo itafariki tena, watu watalia tena, wasahau. Sababu Mwenyezi Mungu amesema nchi ya Kongo, simama, mutue, mwache kilio na mwanze kufete, sababu msibe mekwisha. Mungu ameleta nchi ya Kongo kufufuka tena. Haiko maiti tena, imefufuka. Ilikuwa imekufa, iliharibiwa, ilichimbiwa kaburi, ilitamani kuzikwa, lakini kwa mwisho wanaelekea njiani kuizika. Mungu wa huruma amesema nchi ya Kongo hautazikwa, simama, fufuka. Na ndio maana ameifufua. Ndio maana madui zote waliokuwa wameizika nchi ya Kongo, kuiwa nchi ya Kongo, bajue muda wao umeisha. Hakuna tena muda wa kulia Wakongomani. Mungu amefufua nchi 2026. Ni muda sasa wa mwaka wa amani, mwaka wa salama, mwaka ambao Yesu ameleta. Kulikuwa machozi, kukuwe furaha, na hakuna mtu yoyote
mwenye anaweza zuiza neno la Mungu? Akisema amesema, akitoa akiwapa hageuki. Ndio maana mtoto yule mama, wakati Yesu alisema fufuka, na kamupa mwenye nayo. Mungu ameturudishia nchi. Nchi ilikuwa imeenda, nchi ilikuwa imeenda zikwa. Mungu ameirudisha. Wakongomani muwe na furaha, Wakongomani tumwombe Mungu, Wakongomani mseme Mungu ni mwema, Mungu ni mwenye nguvu. Mumshukuru Mungu kwa kulikuwa machozi. Lazima tuelewa kwamba furaha imeingia, na niko nasema hivi, wakati tumefufuliwa, madui zetu sasa wanaenda nao kuingia kwenye kilio kama kile tulichokuwa nacho ndani. Ndio maana wapendwa, jueni hivi ya kwamba nyakati zijazo, kama nabii na mtumishi wa neno la Mungu, niko na profetizia kwamba machozi iliyokuwa nyumba ndani inaingia kuwa jirani, na nyumba yetu imeingia na furaha sasa. Kelele zinaenda kwisha, machozi inakwisha, vifo vimekwisha, vinaenda kwisha vyote, na kila kitu kimekwisha, maana Mungu amesema fufuka, simama, lamuka, kuwa mzima, na nchi imekuwa nzima. Mpendwa, kusiwe wasiwasi tena, watu wabaki na moyo sasa wa kuchangamuka, wakielewa kwamba waandae sasa karamu. Kulikuwa kunaandaliwa mauti, kumeingia uzima, karamu zinaanza, kazi zinaanza, mambo yote. Unajua, wakati msiba imekuwa inasimamisha makazi, msiba ikikuwa inasimamisha vitu vyote. Ndio maana mnagundua tukisema province yetu ya Nord Kivu, watu wengi ni washomeri, sababu msiba iko. Watu wengi wanakuwa kwenye vita, msiba iko. Watu wengi wanalia machozi, msiba iko. Njaa imekuwa, msiba iko. Lakini wakati msiba inasimamishwa, fete inaanza. Na watoto wa Kongo nzima mjua kwamba fete inaanza, maana Yesu amesema amka, na amerudisha Kongo mumikono ya Bakongomani. Mungu wa neema akubariki. Mungu wa neema akupatie kibali. Mungu wa neema akupe heshima. Mungu wa neema atupatie ili neno liwe letu, sababu tunaweza kuishi a partir de maintenant. Niko na hubiri elewa kwamba Mungu iko movement kusimamisha vilio.